Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 16, siku ya Alhamis. Mada inasema ng'ambo ya Yordani. Aligeuza bahari ikawa nchi kavu. Katika mto walivuka kwa miguu. Huko ndiko mliko mfurahia. Zaburi ya 66 aya 6. Kuvuka bahari ya Shamu na kuvuka Yordani zote ni alama za kipindi kipya katika historia ya kibiblia. Na matukio yote mawili yana umuhimu wa kiishara. Tazama Zaburi ya 66 aya 6, Zaburi ya 114 aya ya 1 hadi ya 7 na Wafalme wa Pili sura ile ya 2 aya ya 6 hadi 15. Tayari katika Agano la Kale zipo aya zinazounganisha matukio haya mawili ya kuvuka na kutambua maana, kwa namna inayoelekeza mbele zaidi ya mazingira ya awali. Kwenye Zaburi ya 66 aya 6, mtunga zaburi alishangilia tendo la Mungu la ukombozi maishani mwake. Zaburi ya 66 aya 16 hadi 19. Kwa kurejea kwenye mifano ya kihistoria ya kuvuka bahari ya Shamu na pia Yordani. Zaburi ya 114 pia inayafunga matukio hayo mawili pamoja, si kwa sababu mwandishi hakuona tofauti ya nyakati za matukio kati ya moja na lingine, bali kwa sababu ya umuhimu wa kiteolojia ambao haya matukio mawili yote yanao. Kwa namna hiyo, matukio hayo yote mawili yanaonekana yakichangia katika badiliko la hadhi ya Israeli, moja kutoka utumwani hadi kuwa katika uhuru, kisha kutoka katika hali ya kuhamahama bila kuwa na ardhi yao wenyewe hadi katika mkao wa kitaifa. Kwenye zaburi hizi, mifano hii miwili ya kuvuka inasimama kama vielelezo vya mabadiliko katika hadhi ya mwandishi kutoka katika hali ya kunyanyaswa, umaskini, kuto kujiweza na kudharaulika hadi kwenye usalama, ustawi, wokovu na heshima. Vile vile ni pale kando ya Yordani ambapo kutwaliwa kwa Eliya kunatokea katika muktadha wa muujiza kama ule uliorekodiwa katika kitabu cha Yoshua. Kwa Eliya, kuvuka kwake kulileta hadhi muhimu sana maishani mwake. Alichukuliwa na kwenda mbinguni. Kwa Elisha, badiliko hapa pia lilikuwa muhimu. Msaidizi wa nabii katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19 aya 21, anakuwa nabii wa taifa. Wafalme wa Pili sura ya 2 aya 22. Soma Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 16 aya 17 na Marko sura ya 1 aya 9. Waandishi wa Agano Jipya wanadokezaje maana ya kiishara ya kiroho ya mto Yordan? Huduma ya Yesu ya duniani, mwakilishi wa Israeli, inafuatia kielelezo cha historia ya Israeli ya kale. Yesu anapitia uzoefu wa bahari ya Shamu na wa Yordan. Anaitwa kutoka Misri baada ya tangazo la kifo, Mathayo sura ya 2 ya 14 hadi 16. Anatumia siku 40 nyikani, Mathayo 4 aya 2, kama iliyokuwa miaka 40 ya Israeli ya kale, na kama hatua ya mpito ya kutoka kwenye maisha yake binafsi hadi kwenye huduma ya jumuiya pana. Anabatizwa kwenye mto Yordani, Mathayo sura ya 3 ya 16 na 17, Marko sura ya 1 ya 9. Baadaye, Waebrania sura ya 3 hadi sura ya 4 inatambua umuhimu wa kiishara wa kuvuka Yordani na inawasilisha kule kuingia Kanaani kama kivuli kilichotangulia pumziko la neema ambalo Wakristo wanaliingia kwa imani. Hii ni Oktoba 16, siku ya Alhamis. Mada ikisema ng'ambo ya Yordani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.